nikwambie tu jambo moja, Mungu akianzisha kazi njema ndani yako, uhalisia imeshakamilika rohoni, imeshatimilika. Na hii ndio siri ya wana wa Mungu. Ndio maana anasema kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 1 mstari wa 6, nami niliaminilo ndilo hili, ya kwamba yeye aliyeianza kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Kristo. Let me tell you something, nikwambie jambo la muhimu. Mungu akianza jambo imeisha. Yaani ukiona Mungu ameanza jambo, wewe nenda kakae mwishoni, subiria hitimisho la utukufu. Kwa sababu akianza jambo hana kawaida ya kulitelekeza njiani. Angekuwa mwanadamu ungekuwa na mashaka, lakini ukiona Mungu ameanza jambo, uwe na uhakika hilo jambo limeisha. Ukiona Mungu ameanza jambo lolote, anza kupiga mapambio ya ushindi, anza kupiga mapambio ya testimony, ya shuhuda. Kwa nini? Akianza jambo ana kawaida ya kulipeleka mpaka mwisho. Ukiona jambo halijafika mwisho, uwe na hakika kuna mahali ilianza mwenyewe, hakuanza Mungu. Kama ni huduma, akianza Mungu itaenda mpaka mwisho. Ikiwa ni biashara, ikiwa ni chochote unachokifanya, ikiwa ni ndoa, ikiwa ni familia, ikiwa ndo Mungu ameanzisha hiyo safari, uwe na hakika itafika mpaka mwisho. Haimaanishi kwamba njiani patakuwa na moto. Njiani patakuwa na moto, lakini habari njema ni kwamba kwa kuwa umezaliwa na Mungu, wewe utakuwa ni moto ulao. Kwa hiyo ijapokuwa njiani utakutana na moto, lakini wewe ni moto ulao. Na kwa kuwa ni moto ulao, hata huo moto ambao upo njiani utabidi usubdue, unyenyekee mbele yako. Haimaanishi kwamba njiani patakuwa na hatari. Hatari zitakuwepo, lakini wewe utakuwa ni hatari kuliko hatari zilizopo njiani. Haijalishi, haina maana kwamba njiani patakuwa na simba. Njiani patakuwa na simba, lakini habari njema ni kwamba wewe utakuwa ni simba wa kabila la Yuda. Kwa hiyo hata simba walio njiani hawatakutisha. Hata simba walio njiani itabidi unyenyekee kwako, kwa sababu wewe una asili ya Mungu. Kama alivyo Baba yangu wa mbinguni, ndivyo nilivyo. Yeye anaitwa simba wa kabila la Yuda. The same like father like son. Mimi pia ni simba wa kabila la Yuda. Ninapokutana na simba njiani, simba wale by the way wanageuka tu kusubdue na kunyenyekea, kwa sababu amekutana na mzee wa siku. Na hii ndiyo siri tulionayo, ya kwamba asili ya Mungu inakaa ndani yangu, na kwa sababu hiyo nimeushinda ulimwengu. Ndio maana kukuambia kwamba mimi nimeshinda kwenye kila kitu. Kila kitu nimekishinda. Hata kabla sijaanza vita nimeshashinda. Hata kabla sijaliendea jambo nimeshashinda. Hata kabla sijaianza safari nimeshafika. Yaani ukiona nimeanza safari, by the way nimeshafika na nimeshapata na ushindi. Ukitambua hili, utaogopa chochote, utaogopa yeyote, utaogopa chochote. Changamoto hazitakuogopesha, changamoto hazitakutisha. Wewe utazitisha changamoto. Kwa nini? Asili ya Mungu inakaa ndani yako. Maneno ya Mungu yanasema, Mungu kwa ukuu alionao na kwa utisho alionao, alipotokea tu mbingu, kwa kuona tu uso wake, mbingu na nchi zikakimbia uso wake. That is my dad. Wewe ndo baba yangu. Mbingu na nchi zilipoona uso wake zikakimbia mbele yake. Sembusa na changamoto, sembusa na waganga, wachawi, mizimu, ni nini? Kama mbingu na nchi zilikimbia uso wake kwa kuona tu uso wake, hapo hajaongea, hajasema chochote. Huyo ndo baba yangu. Zilipoona tu uso wake zikakimbia mbele yake. Hazikuweza kustahimili mbele ya utukufu wake, hazikuweza kustahimili mbele za uwepo wake, zilikimbia mbele yake. Na ninaona magonjwa yakikimbia mbele yako, kwa sababu umebeba asili ya Mungu ndani yako. Umebeba asili ya Mungu. Kama alivyo Mungu ndivyo ulivyo. Kwa hiyo ikiwa mbingu na nchi zilikimbia uso wake, magonjwa ni nini? Yakimbie mbele yako katika jina la Yesu. Amen.